usihuzunike tena. Hata ushike ufalme kule mwangani juu. Baba wetu, tunakuomba ukanene nasi tena, kama ulivyonena nasi kupitia kwa hadithi ya watoto, kama ulivyonena nasi kupitia kwa nyimbo tulizoimbiwa na wapendwa wetu, kama ulivyonena nasi kupitia kwa masomo ya leseni. Nena nasi tena, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Katika kitabu cha Samueli wa pili 4 mstari wa 4. Samueli wa pili 4 mstari wa 4. Wale ambao pengine hamuko na pesa kwa M-Pesa na unataka kunipa cash, nitakuwa kwa ofisi ya pastor. Ukipata pastor unaweza mpea. Katika Samueli wa pili 4:4, Biblia inatuambia, ama Biblia inasema, Samueli wa pili 4:4. Biblia inasema, naye Yonathani mwana wa Sauli alikuwa na mwana aliyekuwa na kilema cha miguu. Alafu inasema kwamba ati alipopata miaka 5, ikawa neno likafika kwamba, ama habari ya Sauli na Yonathani ilipofika Yezreeli. Yani Yonathani na baba yake Sauli walienda vita, na kumbe vita hivyo vilikuwa vya mwisho. Wao wakauawa katika vita. Walipouawa, neno lilipofika Yezreeli juu ya kifo chao, yaya wa huyu mtoto akamchukua akakimbia. Alipokimbia kwa kasi, yule mtoto alianguka akawa kilema miguu yote miwili, ama akawa kilema wa miguu. Sasa huyo mtoto mambo yake yakakwisha hivyo. Kijana ambaye alikuwa siku moja atakuwa mfalme katika nchi ya Israeli, sasa si mfalme tena, wala hatamu za uongozi hatachukua tena. Akawa kwamba ameenda kujificha. Ndipo katika kitabu cha Samueli wa pili hicho 9 kuanzia mstari wa 1, Daudi amechukua hatamu za uongozi kama kiongozi tena wa nchi ya Israeli. Kumbuka, Sauli aliongoza Israeli miaka 40, Daudi pia ameanza miaka 40 ya uongozi wa Israeli. Biblia inasema kuanzia mstari wa 1 wa Samueli wa pili 9, kuanzia mstari wa 1 Biblia inasema kwamba na Daudi akasema kitu. Daudi akasema, je, hapana mtu aliyesalia katika nyumba ya Sauli nimtendee mema kwa sababu ya Yonathani? Na palikuwa, verse 2 inasema, palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa mtumishi katika nyumba ya Sauli, jina lake aliitwa Siba. Akaletwa, akaitwa, aende kwa nani? Kwa mfalme Daudi. Alipofika huko, Daudi akamuuliza, je, wewe ndiye Siba? Akasema, mtumishi wako mimi ndiye. Aliposema hivyo, Daudi akamuuliza, je, hapana mtu yeyote aliyesalia katika nyumba ya Sauli nimtendee mema ya Mungu? Mara ya kwanza alisema, hapana mtu aliyesalia katika nyumba ya Sauli nimtendee wema kwa sababu ya Yonathani. Akamwambia Siba, hapana mtu aliyesalia katika nyumba ya Sauli nimtendee mema ya Mungu. Ndipo Siba akajibu akasema, Yonathani alikuwa na mwana ambaye anaishi kule Lodebari, ama anaishi katika nyumba ya mtu anaitwa Makiri kule Lodebari. Sasa kijana huyu kumbe walipomtorosha, walimfikisha nyumba ya mtu anaitwa Makiri kule Lodeba. Sasa Lodebari aliishi akiwa na aibu. Lodebari aliishi akiwa yeye anamchukia mfalme Daudi. Na hii ni miaka 16 baadaye. Kijana huyu hakuwa anamuona Daudi kama rafiki, bali alimuona Daudi kama adui,
kwa sababu kulingana na mawazo yake ni Daudi aliyefanya wazazi wake wafe, ni Daudi aliyefanya yeye awe kilema. Kijana huyu basi kuambiwa kwamba anaitwa na Daudi ni jambo ambalo litamshtusha roho. Na Daudi akasema aletwe. Alipoletwa akafika katika nyumba ya kifalme, akainama chini kifudifudi, akimwamkua Daudi. Alipokuwa muoga vile, Daudi akamwambia, relax mtoto wangu, mimi si adui wako. Nitakutendea mema kwa sababu ya baba yako Yonathani. Nafikiri sisi sote tunaelewa kwa nini Daudi anarudishia Yonathani mkono. Mnakumbuka Yonathani alikuwa amemuokoa Daudi kwa kifo cha baba yake Sauli si mara moja. Sasa alikuwa anarudisha mkono. Wapendwa, sikiza, wale waliotutendea mema katika maisha yetu turudisheni mkono. Kuna watu wametutendea mema baadaye pengine wakawa adui. Tafadhali usikumbuke uadui peke yake, kumbuka na mema aliyokutendea. Unajua kuna watu unawatendea mema siku zote. Sijui kama ushaishi na cousins. Unaleta cousin yako unaishi naye kwa nyumba. Anakaa hapo, alafu sijui kwa nini cousins wanakuanga na chuki na hasira na watu wengine. Wakiona kama umefaulu sana, cousins wanakuanga tu na wivu. Unakuta hata sasa ukikuja kwa nyumba ameanza kuharibu vitu. Ukimwachia cousin yako nyumba, uende nimesota. Kisii nikisema hivyo si mnaelewa? Uende nimesota, baada ya mwezi ukirudi hata anaweza tumia nyumba yako kuuza bangi. Cousins wanakuanga na wivu sana. Sasa hata hivyo, sikizeni, kama mtu amekutendea mema, kumbuka mema aliyokutendea. Sasa huyu jamaa akamwambia huyu kijana, tulia. Sasa sikizeni wapendwa. Huyu kijana jina lake anaitwa Mefiboshethi. Kuna Mkisii anaweza sema hiyo jina? Mefiboshethi. Msingangane, wachana tu naye, wewe sikiza tu. Mefiboshethi. Sasa huyu kijana anaitwa Mefiboshethi. Yaona usikue na wasiwasi David Governor, usione ni kama naingilia wa Kisii. Kama si nyinyi, sisi Waluya tungejua hii dini. Lakini tumekuja kuwahubiria tena. Sasa mimi hapa niko home kwa nyumba ya baba yangu. Haleluya. Sikiza, Mefiboshethi akawa kwamba alipoletwa pale, Mefiboshethi alitolewa Lodeba. Majina ya wakati ule yote ilikuwa na maana. Ni kama kwa mfano Bethel. Neno Bethel, Beth ni nyumba. hiyo Bethel, ni contraction ya Elohim. Sasa Bethel inamaanisha nyumba ya Mungu. Bethlehem inamaanisha nyumba ya chakula, ama nyumba ya mikate, ama nyumba ambayo iko na provision. Gani ingine? Bethsaida inamaanisha nyumba ya samaki. Bethany inamaanisha house of hospitality. Sasa majina yalikuwa na maana. Lodeba ilimaanisha a place where there is no provision, a destitute place. Sasa kijana huyu alikuwa anaishi Lodeba, mahali ambapo there is no provision. Ndipo akaletwa Bethlehem, a house of bread. Ai wapendwa, ya mena mwezi sema. Ndio mnaona Mruabe yako na watu wengi. Juu wako wanasema amen mingi paka wako na raha sana. Sasa nyinyi mnakaa hapa tu ndio unaona watu wanaenda. Nimepita pale nikakuta tent, nimesikia vibaya sana. Nikasema Mungu, si ufanye tu kamera kwa unibebe, uniweke kwa hiyo pulpit. Alafu unipe microphone. Kabla wa realize nitakuwa nusu nimewarudisha hapa. Ona serious note. Ninakwanga na mdomo. Hamuna habari nyinyi. Nyinyi sijawapiga mouth vile nataka. Siku moja mtajua tu, mnipe crusade ndio mtajua mji. Na ninajua mfanyangi crusade. Nimejaribu kuulizia watu, najua nauliza mtu tu, crusade last year mlifanya wapi? Ati hatujafanya. Okay. Na kaka na elder mwingine kabla tukipiga story na mswe mlifanya crusade lini mwisho? Ananiambia, sikumbuki. Elder hakumbuki. Inamaanisha hii kanisa haifanyi crusade. Le activity leader, kama uko kwa ofisi, utaenda na laana. Kabla uchaguliwe elder, utakaa na laana kwanza. Sikufichi, kama hii kanisa haifanyi crusade, kusema ukweli spiritually mmekufa. Hata muimbe kama nini mmekufa.
Nyinyi kwaya na hii nyinyi ziko hapa. Nimeweka pause sermon yangu. Kwaya zote ziko hapa. Badala mtuimbie hizi nyimbo, si muende pale soko, muweke nini hapo, muimbe hapo kila nini, muimbe hapo nini Sabbath afternoon yote. Ni nini mnatuimbia nyimbo zenye tunajua? Kwani hizi nyimbo mnaimba hapa si tunazijua? Hata tunarudia. Maybe we can even sing better ni vile hatuna time ya kupractice. Kwa master nenda pale muimbe huko. Saturday moja kwa mwezi. Chukua preacher mmoja mwenye ako na mouth kama mimi. Mnaimba nyimbo 5, anahubiri dakika 5. Nyimbo 5, anahubiri dakika 5. By the time mnamaliza 3 hours, itisha wito, hamtaamini. Na Mungu atabariki nyumba zenu. Ni baraka hamtaki. Nyinyi mnataka tu kung'ara hapa, mtungaria hapa na uniform. Pelekeni uniform huko nje. Sumbua hapa. Leo nimeiva mbaya. By the way nilikula ugali ya wimbi asubuhi. Ndio unaona niko hivi. Energy imejaa kwa hii mwili mbaya. Sikizeni nimalize hii story. Kumbe huyu kijana alikuwa in a house of poverty. Mahali ambapo there is no prospect, there is no hope. Lakini kijana huyu alipoletwa Lodeba, kutoka Lodeba, kumaanisha mambo yamebadilika. Vijana ambao mko hapa nisikizeni niwaambieni. Ninajua wengi wenu mmeanza mna test kanisa na nje. Mko nje nusu, mko ndani kanisa nusu. Sikizeni bana. The way of a transgressor is hard. And I know, let me tell you, you young people who are here, there is nothing quite as the loneliness of sin. Unajua unaweza tuficha hapa, lakini sikizeni mpendwa. At the end of the day, utavuna kwa hizo story uko nazo. Iko vijana, unajua kuna watu wanaishi Lodeba na wako church na hawajui. Kwa nini? Mtu tuseme mtu anaweka msichana mimba. Anaambiwa bana, wewe mbona umefanya hivi? Msichana pia anapata mimba, mwisho wanazaa. Wakishazaa mtoto, sasa maneno inaenda, unajua story ya Wakenya. Kenya kitu inaongewanga ikiwa moto. Alafu inakuja inaisha, alafu tunasahau tunaacha. Alafu kijana huyu bado anakuja kwaya anaimba na hajabatizwa tena. Kijana acha nikwambie, kichwa ngumu yako utavunia hapo. Kama hautamkubali Mungu utoke Lodeba ukuje Jerusalem, sikufichi, you will actually reap from what you are doing. Kila siku unapokuja hapa kuimba katika dhambi, kila siku unaliita jina la Bwana Mungu wako bure. Na si wewe tu, hata watu wakubwa ambao wako hapa. Na unajua kwamba kuna vitu unavifanya ambavyo havifai. It is your time to turn around. Ni kipindi chako, unastahili ujiangalie maishani mwako, ujue unaenda vibaya. Najua kwetu kwa polisi, wakati unafanya makosa in the CID or even in the general police, what they do is they caution you. Unatumia barua iko na kakidole hivi na kashati na kakoti, imeandika show cause. Hiyo barua ya show cause inaitwa show cause letter. Hakuna barua polisi anaogopa kama hiyo. Hiyo show cause letter ni ya kukwambia ulifanya A, B, C, D. Kindly give an account of what you did. Sasa ukishapeana hiyo barua, wewe pia unapeana majibu. In case hautapeana majibu ya kutosha, unapelekwa kitu kinaitwa orderly room proceedings, ambaye ni kesi inafanyika. Kunakuwa na a presiding senior officer pamoja na wewe, na unaweza ita lawyer. Lawyer ni a fellow police officer wa kusimama hapo aone kwamba the process ni fair. Mwisho, kama utapatikana uko guilty, unapewa punishment ambaye punishment zote za makosa lazima ukatwe do kwa mshahara yako. All punishments. Wewe imagine mshahara ya polisi vile nikapienga, alafu mtu tena anyoe. Sasa from that moment unakuwa uko careful. Najua mshahara ya polisi hii Kenya, sijui kama itaongezeka. Kila siku ni uongo tu. Commission. Ka commission kanakuja, reporter tujuangi inaenda wapi. Hiyo story inaisha hivyo. Nafikiri politicians, forgive me for this, politicians I think wanataka polisi wakuwe na mshahara kidogo ndio watutumie vile wanataka. So that ukue, by the way nili resign governor, so there is nothing nitafanywa. So wanataka ukue mtu ambaye unanyenyekea.
Niliresign ndio nifanye hii kazi ya Mungu. Niliona ni kazi bure na ngangana huko bure. Unakuwa good policeman. Manyang'au wanatajirika kila siku. Afadhali nitajirike kwa neno. Amen kidogo. Hiyo point ni kali sana. Sikiza mpendwa. Kumbe kuna watu wanaishi Lodeba tunapenda leo warudi. Najua kuna mtu anakuja anakuambia, "Pastor, mimi niliacha kanisa kwa sababu mimi niliona watu wa kanisa hana upendo. In fact, mama yangu alikuwa mgonjwa. Pastor, imagine, nobody came. Hata pastor wa kanisa hakuwahi kuja. So why should I stay in that church? Si afadhali nikae nje." Acha nikwambie, tangu uache hiyo kanisa umenona. Ama what is it? Ni nini tofauti imetendeka kwa maisha yako by the way? Na hata nikikuangalia vizuri naona unakaa shida kuniliko. Mpendwa, asikia, usiache Mungu juu ya mtu. Hii watu wako hapa kanisa, wengine wako na master's degree ya kukutoa hii kanisa. Don't leave church for anybody. Hao watu watakuongea, my friend. Now if people talk about you, listen to this statement. Mti unaotoa matunda ndio utupiwa mawe. Inamaanisha uko sawa. Kama ni mdomo wa watu mimi ningekuwa nimeacha church. Lakini hapa sitoki. Mimi nitoke SDA. Uongo mbaya. Sitoki. Mimi ndio nimeitwa kuokoa Waluya. Haleluya. Mungu amenituma kwa Waluya. Something you should realize about this story is this, my friends. Do you know that it is David who went to look for Mephibosheth? It is not the other way around. Kumaanisha Mwenyezi Mungu katika imani ya dini yetu ni tofauti na zingine. Imani yetu ni Bwana ndiye ututafuta. It is God who looks for us when we go astray. Imani zingine wanabeba Mungu wao kwa mfuko. Kuna watu wanabeba Mungu wao wanamfanya hivi. Ashangaa Mungu anatoshea kwa vidole. Lakini yetu mpendwa, our God seeks and finds us so that he can save us. Huyo Mungu anatupenda that much. There's something else as dakika zangu zimebaki kama 10 hivi. Ili nianze kuitisha wito. Sikizeni wapendwa. Kwamba huyu Mefiboshethi alikuwa anaumia kwa sababu ya nani? Huyu kijana alikuwa tu na miaka 5 katika nyumba. Vita imetokea kule. Huyu kijana na makosa gani mpendwa? Watu wengine, Sauli na unyang'au yake amekataa amri ya Mungu. Ndiye ameenda ameleta shida katika boma. Yonadhani amekufa kwa sababu ya makosa ya Sauli. Huyu kijana amevunjika miguu kwa sababu ya Sauli. Mwisho huyu kijana ameenda kuishi Lodeba. Hawezi kuwa mfalme tena. Anaishi na aibu, amevunjika miguu. Makosa yake ni gani? Hata wewe kuna wakati unakaa chini unafikiria unasema, kwani makosa yetu ni gani? Kumbuka kitu mpendwa. Hata sisi kutoka mwanzo we were crippled because of the sin of Adam. Sisi wote tumezaliwa wenye dhambi kwa sababu Adam alitenda dhambi. We are all crippled for that reason. But the point is this, my friend. Kwamba kwa sababu ulizaliwa kutoka from a contaminated source, you were also born contaminated. But you did nothing to deserve that position. But can I also tell you something? You did nothing to deserve salvation. Yesu alikufa kwa ajili yako bila wewe kufanya chochote. So for that reason then, humble yourself, get your nose off the air, come to Christ because he accomplished it on the cross and he has laid it bare for you to grasp. Sasa hata wewe hakuna kitu, you should not be mad about anybody. No. Stop getting annoyed about what your parents did, about the life that you live now. Come to Christ, my friend. Njoo kwa Yesu kwa sababu Yesu amefungua mlango na anakuita. Na hii kanisa yetu ama hii imani yetu, haki inapatikana kwa Kristo na haki hiyo inapeanwa bure. Najua kuna hapa kwa kanisa watu wanafikiria haki inapatikana kwa vitu wanafanya. Haki inapatikana bure. Usije ukawa mtu hapa unang'ang'ana unaimba kwaya,
mwisho uchomwe. Usije ukangangana hapa, unangangana umekuja asubuhi kupanga viti, mwisho uchomwe. Usingangana hapa mpendwa, umepanga hizi mitambo, uko kwa kamera, mwisho uwekwe kiberiti. Kumbuka kitu mpendwa, kila siku unapokuja katika kanisa, ni nafasi ya Mungu anakupea ili mkamkaribie. Na ni nafasi anakupea kukuambia, mtoto wangu, toka katika hali ulioko, nirudie mimi. It doesn't matter your position in church. No, you can actually give yourself to Christ and you will encourage those who have been unable to do so. Ya watu wanasema hapana, unajua nimekuwa deacon kwa muda mrefu, nikijitoa hapo mbele sitakuwa shida. Aibisha shetani mpendwa. Aibisha shetani. Usiache shetani atawale hii dunia kupitia kwako. Usiache watu wanakuona wanaona shetani mdogo. Aibisha shetani. Encourage others to come by giving your life to Christ. Alafu wapendwa, Mungu pia anasema hivyo. Unajua Mungu pia alimleta Yesu ambaye alikufa kwa ajili yetu. Sikiza hii point. Yesu alipokuja chini, alikuja akiwa Mungu katika mwili wa mwanadamu. Now listen to this. Wakati Yesu anapelekwa kwenye msalaba, kuna kitu kitatendeka. Msalaba haikuwa njia ya kawaida ya kuwaua watu katika Israeli. Waisraeli walikuwa wanapiga watu mawe. Lakini wakati Warumi walichukua ushukani, kukatoka kule Carthaginians huko, yani kule Matunisia na huko kwingine, tabia kuweka watu misalaba ilitoka huko kulingana na historia. Sasa walipoleta tabia hii huku, kumbe hicho kitu wanakileta cha kuweka watu msalabani ndicho kitakuja leta wokovu wa watu katika ulimwengu. Sasa katika msalaba hivi ndio ilikuwa inatendeka. Walikuwa wanatengeneza mbao vertical na another horizontal beam inawekwa ambayo utawekwa mikono. Chini ya miguu wanaweka mbao ambayo ina slant chini. Hiyo mbao inayo slant chini haiwezi kukusaidia kukanyaga kwa sababu imeslant chini. Sasa sikia. Wanatafuta kwa mikono mahali ambapo wanapigia misumari. Wanahakikisha msumari usipite kwa mshipa wa damu. Na kama utapita katikati ya hizi tassels, hizi mifupa hapa inaitwa tassels, ya miguu inaitwa metatarsal. Sasa imagine mimi ni polisi na ninajua hiyo. Sasa sikia, wakipitisha hapo katikati, wanapitisha kwa nerves. Alafu wanahakikisha imeingia kwa mbao. Sasa hawataki ishike mshipa ili usikufe haraka. Because the more you bleed, you will die quickly. They don't want you to die quickly. Alafu wanalenga mguu hapa kwa hii femma. Wanapigilia hiyo msumari inapita, wanapigilia kwa hiyo mguu mwingine inapita, alafu inaingia kwa mbao. How painful can it get, my friend? Alafu sikia my friend, wanakuweka katika position ambayo hauwezi kuwa straight. They put you in an unnatural position so that wakati umeslump kwa sababu ya uchungu ulio katika miguu, una slump chini. Ukislump chini, the diaphragm inakuwa in an unnatural position. Huwezi pumua vizuri. Ulimi unaanza kujaa kwa mdomo, unafura. Ulimi ukifura, inabidi ujiinue juu ili uweze kupumua. Ukijiinua juu, the agony goes back to the legs. The cross was meant for punishment. Msalaba ulikuwa ni mahali ambapo watu wanahisi uchungu juu chini. Alafu ukichoka sana ujiachilie, ulimi unajaa to an extent you are asphyxiated. So you die bila kujisaidia. Na when people were on the cross, the birds, zile ndege zinaitwa nini, tai, they start flying high. Birds pia wale ndege walikuwa wanajua wakati kuna nini, kuna sherehe. They start flying high. The moment inaanza kufika chini, they start flying low. And they could remove your eyes before even the tenement of life gets out of you. Na wale squirrels wengine wanapanda mtu anakula ngozi. By the time unakufa umekuliwa umeisha.
Shida ni Yesu alikufa Ijumaa, kumaanisha Ijumaa hangelala msalabani kulingana na amri. Sasa msalaba ulikuwa na all that pain. So Jesus was hissing up and down, and there was a crowd ambao wamekuja kuwatch tu mtu akifa. Na wanapiga makofi. The more you hiss, the more they are entertained. Because death was anticlimactic. When you die, it meant the show is over. Sasa hivyo ndio walikuwa mtu anaumia kiango hicho. Alafu kuna jamaa anaitwa Herode. He aimed an insult at the Jews. Before Jesus afe, akaweka mbao juu ya kichwa chake, imesema Yesu Mnazareti, mfalme wa nini? Wa Israeli. Sasa ilikuwa ni matusi kwa sababu Waisraeli hawataki kusikia hivyo. Sasa sikia hii point. Alipoweka pale juu, listen to this point. It was written in 3 languages for the following reasons. It was written in Greek, it was written in Latin, and it was written in Hebrew. It was written in Greek for this reason. Ilikuwa ndio lugha ya watu waliosoma. It was the language that gave voice to any person who thinks it's philosophical. They wrote it in Greek for that reason. Kumaanisha kwamba Jesus is also God for those who go to school. Or let me put it this way. Jesus must be God for those who go to school. If Jesus is not God in the law school, those lawyers who come out of there are polished vessels for Satan. If Jesus is not God or Lord in a medical school, the doctors who are trained there will be trained vessels wa kutumika na shetani. Alafu akaandika in Latin. The Latin walikuwa ndio watu wana nguvu zaidi wakati ule. Kumaanisha Jesus is also God for the powerful people in the society. If Jesus is not God in the minds of those who lead us in this country, we will suffer. If Jesus is not God amongst the leaders wenye tuko nao huko hata huko chini county or wherever it is, those people who are under them are a suffering lot. Alafu ikaandikwa pia katika lugha ya Kiebrania kumaanisha Jesus must be Lord in the church. If Jesus is not Lord amongst the leaders that we have at the Kisii Central SDA Church, we are perpetrating a fraud. Jesus must be God here amongst our leaders. If he is not, we are a fraud. And whatever we are saying, whatever we are doing, will come back to eat us. My friend, I'm asking you today, is Jesus your Lord in your life? If he is not, why don't you give him an opportunity today? Angalia vile alikufa msalabani. Je, unataka kifo chake kiende hivyo bure? Tusimame sote. Je, unataka kifo cha Yesu kiende bure wewe? Nani kati yetu mpendwa anatamani kwamba kifo cha Yesu kisiende bure? Tumbatize leo. Pastor yuko, maji yako. Ni nani anatamani kubatizwa leo? Anataka Yesu awe mfalme katika maisha yake. Ninakuomba mpendwa, uje mbele. Meanwhile, church choir, kindly come up front here and give us a song in low tones. Don't shout so that we can be able to call others. Church choir, come up front. Kama unataka kubatizwa, church choir kujia tu popote, si lazima muende mahali ya assembly point, just come straight. Kama kuna mtu yeyote anatamani kubatizwa, tafadhali njoo mbele, njoo hapa kando. Njoo kwa Kristo mpendwa. Dunia hii inaisha. Mambo haya yote tunapigia kelele juu yake yatakuja kuisha. Na mwisho mpendwa, utaachwa ukiwa wapi? Njoo kwa Kristo leo, kwa sababu kwa Kristo ndiko kuna nafuu. Usichelewe kuja mbele. Kama ulikuwa pia unabatizwa leo, njoo kwa Kristo. Songa hapa karibu. Pastor, nafikiri utapokea watu this side. Already one of them is here. Elders, kujeni hapa. Elders, this is your work, my friends. You must be here always. Njoo kwa Kristo mpendwa. Any person who wants to get baptized today, kindly come to Christ. Any child who is 12 and 13 years and above,
can be baptized. Maybe younger than that we need to discuss. But mtu yote ambaye anatamani Kristo njoo mbele, ni nani kati yetu anataka kubatizwa mpendwa? Yesu alikufa msalabani, akaingia shida hizo zote kwa sababu yako. Na sasa anasema, mtoto wangu, why are you living the way you are living? Yesu anakuuliza, mbona unaishi vile unaishi? Why are you behaving the way you are behaving? He wants you to come to his fold. Kwa kuwa anakupenda upeo. Mungu hangeshuka katika mwili wa mwanadamu bure. Sasa usiishi hivyo, mwisho uje uumie na uingie katika shida ambazo hazijulikani. Njoo kwa Kristo. Ulioa nje, ikafika mahali ukasikianza kusikia aibu, acha hiyo story sasa. Leta kwa Kristo, aibu hakuna. Kwa Kristo atakuokoa, na watu hawataongea juu ya wa past tena, wataongea juu ya kesho peke yake. Kuja kwa Kristo mpendwa. 3 minutes to go. Come to Christ. Come and be received by the elders here. Aibisha shetani. You don't need to live with Satan. He has nothing to offer in your life. Thank you, my sister. God bless you. God bless you. Thank you, my brother. May the Lord bless you. Mungu akubariki sana kwa huo uamuzi. Mbingu inasherehekea mpendo. Thank you, my son. God bless you for making that decision. Njoo mpendwa. Hakuna haja dunia ikushike mateka muda huu wote. Njoo kwa Kristo. Na tumesema haijalishi wewe ni nani, njoo kwa Kristo. It doesn't matter. What matters is the decision that you make, and that will save your life. Thank you, my children. Thank you, my brother. God bless you. Thank you, my sister. God bless you. Njoo mpendwa. Come to Christ. We will do a prayer after this call. Come. Usimwaibikie Mwenyezi Mungu. Yesu anasema, wale wananiaibikia nitawaibikia mbele ya Baba yangu. You do not need to be an enemy to Christ. Come to Christ. After this song, we are doing a prayer. Come. We are only singing song number 158, the whole church. Then we pray. Alafu tutakuwa tumemaliza. Choir, songa karibu na microphone so that you sing as choristers. Song number 158. The whole church will sing. Pastor. All boarding school students, come this side. All boarding school students wenye wanaenda shule, njoo tuwaombe, kujeni hapa nyinyi wote kwa haraka kabla huu wimbo uishe. All of them, come this side. Wala ubatizo, on this side. Boarding school students kuja upande huu wa choir. Na hata
hata kama wewe ni day school student unataka kuja, you can still come. Any person who is sitting for an exam, come this side. Boarding school students this side, baptism this side. Watoto piteni this side. Kwaya songa hivi kidogo. Songeni hivi kwaya mkienda. Enda na microphone. Songa mbele kwaya. Watoto kujeni huku, wanafunzi njoo this side. Jaza hiyo space imebaki hapa. It's not for long, so jua itawakaranga sana. All students, watoto wa shule this side on my right. Watoto harakisheni tafadhali. You should come running. You are young people. You should come running. Pastor will pray for the baptismal pool. I'll pray for the rest of the church. Njoo. Wanafunzi mnakuja polepole sana. Kindly step out. Atunyamaza, we want to pray. Kwa ikimaliza tuinamishe vichwa. Wale ambao ni wagonjwa ama you have sick people, you raise up your right hand so that we pray together. Tunaomba. Mungu wetu mfalme mtakatifu wa mbinguni, leo hii Baba wetu twaja mbele zako kwa kuwa wewe tu ndio unastahiki sifa na utukufu, una kifani mbinguni wala duniani. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kutujalia nafasi hata tukaja tukakuabudu siku hizi 10. Na sasa leo kwa sababu ya sherehe ya siku ya leo, jina lako litukuzwe. Amen. Mungu wetu tunajikabidhi mikononi mwako tukikushukuru kwa mengi mazuri tu ambao umetuambia ama umetuelezea katika wiki hii ya maombi ya siku 10.
Na tunaomba Mungu wetu kwamba tunapoondoka hapa tuwe ni wenye kubadilika mawazo, tukatende mapenzi yako kokote tunakokwenda. Baba wetu, naombea kila mmoja aliye hapa, haswa hawa watoto ambao umetupa sisi. Hawa ni urithi na ndio tunakutukuza kwa sababu yao. Baba wetu, tunaomba kwamba ukawajalie hawa watoto nafasi ya kukukaribia. Wanapoenda shule, nenda nao. Tembea nao, ukawashike mkono, ukawape afya. Baba, wafanye watoto wetu wawe na tabia nzuri ya kuwavuta watoto wengine katika zizi lako. Watoto hawa wasiwe mikia, wawe vichwa. Na tunakushukuru hata kwa sababu ni watoto wetu wengi waliopita mtihani katika mtihani uliotangazwa. Baba, jina lako litukuzwe. Baba wetu, tunakualika katika maisha ya kila mmoja wa watoto. Ukatembee nao kiimani, ukawafanye wakakupende, ukawafanye wapendeke, wakapate kibali mbele yako na mbele ya kila mtu anayekutanika naye. Tunaombea watu ambao wameinua mikono kwa sababu ya magonjwa hapa na pale. Mungu wetu, tunaamini kwamba wewe ndio muuguzi mkuu, kwa sababu hatuna mwingine. Tunakuomba ukawaguse na mkono wako uponyaji, ukawarudishia afya zao tena. Baba, wakawe na ushuhuda wa kuja kanisani wakisema, hakika nimeona tofauti na mabadiliko katika maisha yangu ya afya. Kuna wengine hawajiwezi, wako manyumbani, watembelee Mungu wetu, uweze kuwaponya na hata ukawarudishe tukasherekee pamoja Sabato. Baba wetu, tuna hata hapa watu ambao umewapa uongozi mahali hapa na hapa. Baba, tunakuomba kwamba ukawe Bwana katika maisha yao, ili uongozi wao ukaonekane kwamba ni uongozi unaoongozwa na Mungu aliye mbinguni. Wawezeshe Mungu wetu akakupende pia, na watu wa kaunti hii wakaweze kuvuna katika uzuri na utamu wa kuwa pamoja nawe. Baba wetu, tunaombea pia kanisa hili. Naombea mchungaji wetu Bwana Morara. Mungu wetu amekuwa mtu mzuri na mwema kwetu. Tunakuomba ukampe hekima ya kulinda kundi kubwa kama hili. Tembea naye kokote anakokwenda, na umpe hekima pia ya kupenda watu wake wakampende, na wote wafunge kwa mfungo wa upendo na umoja, ili Mungu wetu tukaone utukufu wako katika maisha yetu na katika nyumba zetu. Kuna watu uliochagua kama watendakazi wa mwaka huu. Baba, tembea nao, wawezeshe pia wakapende washiriki. Kama kuna mtu anataka tu kujiinua, Mungu wetu muonyeshe Ukristo wa kweli katika uongozi. Bariki kanisa nzima, washiriki wote ukawajalie kutanika na kila mmoja wetu katika mahitaji yetu. Sisi Mungu wetu ni watoto wako, tunatamani tuwe na pesa na maisha mazuri. Baba, usituache tuishi maisha ya uchochole ambayo hayafai, kwa sababu vitu ambavyo havifai kama umaskini havipatikani katika supermarket yako. Mungu wetu, tunaombea pia watu wote wa kanisa hili kwa sababu hii, kwamba Mungu wetu unakuja kutuchukua mara ya pili. Tunatamani kwamba kila mmoja wetu asikosekane katika kundi hilo utakalokuja kuchukua. Na kwa hivyo Mungu wetu, katupe Ukristo wa haki, na Roho Mtakatifu akatuongoze kila uchao, na wema wako ukatuongoze kila wakati. Sifa na utukufu zikurudie, jina lako liinuliwe, kwa maana tunaomba katika jina la Yesu, na watu wote waseme Amen. Takatifu Mungu wetu, pamoja na hayo tunaombea kundi lingine ambalo limejitolea ili kupata upatizo siku ya leo, ili tuungane pamoja katika safari ya Ukristo. Tunaombea mtumishi wako Pr Sitati ambaye ameleta hili neno kwa hizi siku yote 10. Tunamwombea mema atakapoondoka leo jioni kuelekea pale Nairobi ili kufanya kazi nyingine. Umbariki, umuhifadhi, aendelee kueneza injili yako. Kama kanisa tumekuwa na uhusiano wa karibu, tunaombea baraka yako. Hawa watoto wote wa kanisa la Kisii ambao tumekusanyika hapa siku ya leo, viongozi, hata viongozi wa serikali na kaunti ambao tumeungana pamoja, ombi letu Mungu wetu ni ya kwamba utubariki wote. Tubariki kama kanisa, na ile neno ambalo limekuja kwetu, kama kuna mahali ambapo tumeliweka kinyume na mapenzi yako, tunaomba utusamee. Pia tuleta hapa masaa ya jioni ili tukue na kipindi ya maswali na majibu. Sasa utakapokuwa na lunch break na upatizo, andamana nasi. Ni katika jina la Kristo tunaomba na kuamini.
Naomba tuketi. Kwaya, tuendelee kwa wimbo moja. Watoto wetu wakiendelea kuketi. Kwaya inaimba wimbo mmoja ili tuombe ombi la kumaliza.